هموم الحياة جبال ثقال، ولكن بذكرك همي يزول. فعند الحديث عن المصطفى لساني وثغري صفي جميل، لساني وثغري صفي جميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Amma ba'du, ndugu zangu Waislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma kipenzi chake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mfano mdogo kabisa, unaonaje ikiwa mke wako atakuwa ni maarufu kabisa mtaani? Mke wako anajulikana, labda kuna biashara fulani anaifanya, kuna viazi anakaanga akiuza, kuna vitu fulani ambavyo kwamba vya khairi labda anajulikana navyo anafanya. Kwa hiyo akajulikana mama fulani au mke wa fulani. Alafu wewe siku moja katika pita zako unapita hivi ukakuta watu wamesimama, alafu wanasema, unajua ule mama Kenani yule anauzaga viazi yule, na unajua ni mke wako. Mama Kenani yule ambaye anafanyaga kadha wa kadha. Bado hujapata message. Tuulizane ukweli, utapuuzia na kwenda ama utangoja kujua hiyo message? Mama Kenani huyo, huyo mke wangu amefanya nini? Utapita ama utangoja hiyo message? Lazima utangoja, si ndio? Sababu gani? Unampenda, sababu anakuhusu, ni mke wako au ni mamako au ni dada yako. Wakadhalika Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ukisikia Muhammad, tunataka kumwongelea Muhammad leo. Muhammad, chezangu, acha niende zangu tu. Unaonaje hiyo? Si Muhammad yule tunamjua kila siku. Huyu mke wako unamjua kila siku, lakini umesikia mke wa mama fulani, utangoja ama utapuuzia tu? Huyo si mke wangu tu, acha mimi niende zangu, wala sitaki kusikia hizo message. Hivyo ndivyo ilivyo. Wakadhalika leo insha Allah taala tunamwongelea kiumbe adhim, kiumbe ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimchagua kuja kuwa ni mtume wa mwisho, kuja kuwa ni nabii wa mwisho, ambaye alibeba risala, alibeba ujumbe mzito kwa umma kama huu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, nimegusa sura mbili hapa kwenye mihrab, na zote zilimgusa nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Moja suratul Fath inamzungumzia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mwisho wake. Nyingine ni suratul Kauthar, inna a'tainaka al-kauthar, inamzungumzia nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
Sasa tumemsikia Mtume Muhammad, tumeambiwa kuhusu yeye, lakini kama Muislamu umepata kujifundisha na kumjua Mtume Muhammad kwa kiwango kipi? Umemjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiwango chake cha kumjua wewe kimefikia kuna watu wamemjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wako na mafundisho na kauli za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akthara, zaidi ya 10,000 mtu amehifadhi kwenye kichwa, zaidi ya 10,000, sababu walimjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walimsoma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walimpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walimenzi. Kuna watu walimtungia mashairi, kuna watu walimwimbia mpaka. Leo hii unasikia watu wanaweka mpaka ihtifal, ambapo watu tumetofautiana katika mtizamo wa kumsherekea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wengine wakashika madufufi wakamsifu Mtume na kucheza kwa ajili ya Mtume, lakini kuna wale ambao kwamba walitunga mashairi kama Hassan bin Thabit alimtungia mashairi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mashairi mazuri ya kumsifu, ya kumtangaza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kumweleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vizuri, na kuhakikisha Muislamu atamjua mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tusisahau miongoni mwa maswali ambayo tutaulizwa ndani ya kaburi ni kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukishaulizwa man rabbuk, ni nani mola wako, swali lingine litakuja man nabiyuk, ni nani nabii wako. Kama humjui, kama hukumtambua, kama ulipuuzia hata kumsikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama Muislamu uko na hadithi ngapi ambazo ni za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Je, ukikaa hivi umehifadhi angalau hadithi 5 tu au hadithi 10? Wacha wale waliohifadhi hadithi 10,000 wako nazo. Ukisoma katika vitabu vya hadithi unaona musnad tofauti, unakuta hadithi nambari 13,000, na hiyo ni kumaanisha hadithi zimefika 13,000 zikiendelea. Unajua hadithi 10, unajua hadithi 20 ni nyingi, unajua hadithi 5 ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Innahu rasulullah, hakika ni mtume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Innahu habibul mustafa, hakika ni kipenzi aliyechaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu rahmatun lilalamin, hakika yeye ni huruma kwa ulimwengu mzima. Innahu sirajun munirun walbashiru an-nadhiru sallallahu alayhi wasallam. Yeye alipatiana bishara, yeye alipatiana tahadhari, yeye alikuwa ni mwangaza kwetu sisi sallallahu alayhi wasallam. Akitajwa ni vizuri Muislamu akamswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Allahumma salli wa sallim alayhi. Huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ni vizuri ukamjua anaitwa nani, babake anaitwa nani, babu yake anaitwa nani, alizaliwa wapi, alizaliwa mwaka gani, watoto wake ni kina nani, wake zake ni kina nani, babu ya yote haya ni vizuri Muislamu akajifundisha kumjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtu au mfuata dini mzuri, awe ni Muislamu awe ni Mkristo,
Ikiwa unaifuata hiyo dini vizuri kabisa, ili uambiwe huyu bwana ni mkereketo wa dini ya Kiislamu, ni mkereketo wa dini ya Kikristo, lazima iwe umejua dini yako, historia yake vizuri, iwe umejua Uislamu mpaka mahali umefika hapa, ulitokea wapi? Uislamu mpaka leo hii unasikia misikiti mbalimbali kukiadhiniwa ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ujue historia ya adhana ilitokea wapi, ujue mpaka sasa hivi tunaadhini kwenye misikiti ilianzaanzaje mpaka kufikia hapa. Haiwezi kamilika historia ya Uislamu bila kumtaja Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na ndipo tukatoa sifa zake chungu nzima. Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika mwisho wa surati Tauba, akazungumzia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kumzungumzia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Hakika amewajieni mtume kutokana na nyinyi wenyewe, ni mwanadamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwaambia masahaba zake, innama ana basharun, mimi ni mwanadamu tu wa kawaida, tofauti yangu mimi na nyinyi Waislamu, yuha ilayya, mimi napewa wahi, nyinyi hampewi, ila mambo mengine mimi ni mwanadamu kama nyinyi. Hata wakishangaa makufar, hata wakishangaa wasiokuwa Waislamu, wakasema huyu ni mtume gani? Katika suratul Furqan Allah subhanahu wa ta'ala asemaje? Waqalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Huyu ni mtume gani huyu? Anakula chakula kama sisi, tena anaingia sokoni, anaingia Kibuye, anaingia wapi? Huyu ni mtume gani? Yani wanatarajia kuwa mtume awe ni kiumbe mwingine ambaye si mwanadamu. Kumbe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kiumbe kama sisi tu, isipokuwa akona daraja mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, akona mambo ambayo kwamba sisi hatunayo. Miongoni mwa mambo yale ni kwamba alikuwa akipewa wahi. Maashara almuslimin, kumjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jambo ambalo kwamba ni lazima kwako wewe Muislamu, iwe unamjua vizuri Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aidha umezaliwa kwenye hii dini au ulikuja ukasilimu baadaye, ulikuja ukasilimu, lazima umjue Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, naambiwa niamini Mwenyezi Mungu mmoja na niamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio ili uwe Muislamu lazima shahada itimie. Shahada ngapi? 2. Moja haitoshi, moja haikuingizi kwenye Uislamu. Ukisema la ilaha illa Allah, hata kafiri anajua la ilaha illa Allah. Hata makafiri walikuwa ukiulizwa, wala in sa'altahum, ukiwauliza hawa makufar, man khalaqa as-samawati wal ard, ni nani aliyeumba mbingu na ardhi, la yaqulunna Allah, watasema Allah ndiye ambaye ameumba. Lakini hebu wauliza sasa huyu Mtume Muhammad, huyo achana naye, huyo msanii tu, hawataki kujua. Kwa hiyo kukataa kwao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haikuwaingiza kwenye Uislamu, maa annahum shahidu an la ilaha illa Allah, pamoja na kwamba walishuhudia la ilaha illa Allah, lakini haikuwaingiza kwenye Uislamu. Kwa hiyo ili ukuwe Muislamu ni lazima useme
ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada Rasulullah. Tena ikachambuliwa kwa zama zetu za sasa hivi, kuna fitna nyingine iko ambayo tena itabidi uongeze neno ndio uwe Muislamu kamili. Neno gani? Kwamba huyu mtume ni wa mwisho, hakuna mtume baada yake. Kuna watu waliojificha ndani ya shahada la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, lakini hawakuamini kwamba huyo Rasul, huyo Muhammad ni wa mwisho. Wakasema kuna mwingine alijitokeza, wakasema kuna mwingine baada ya Muhammad, kuna nani? Kuna mwingine. Kwa kusema hivyo inawatoa tena kwenye Uislamu. Shahada ni mbili. Shahada ni ngapi? Mbili. Kumkubali Allah na kumkubali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na uongezee imani ya kwamba Mtume Muhammad ni mtume wa mwisho, hakuna mtume baada yake yeye. Maashara almuslimin, huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na nickname, alikuwa na laqab, jina la zaidi. Unajua katika zama zetu nasikia fulani anaitwa fulani aka fulani. Unasikia, ushawahi kusikia jambo kama hilo? Aka, also known as fulani, si ndio? Mara nyingi hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia naye anajulikana kwa jina la Abul Qasim. Abul Qasim, babake Qasim alijulikana kwa jina hili. Lakini pia kabla ya utumi wake walimpatia sifa fulani. Makuraishi walimpatia sifa fulani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakamuita Sadiqul Amin. Sadiqul Amin, msema ukweli tena mwaminifu. Wao hawakuwa Waislamu. Makuraishi ni kabila ndani ya makabila ya Waarabu, na Quraishi ikawa ndo kabila ambalo kwamba liko na hadhi ya juu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitokamana na hiyo kabila ya Quraish. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla ya kutumilizwa kwake, Allah alimhifadhi, hakuwahi kunywa pombe. Hakuwahi kufanyaje? Kunywa pombe. Pamoja na kwamba zama hizo kulikuwa na ujahili mwingi, watu walikuwa wamejiachilia freestyle, kila mmoja na maisha yake. Atakaye kuabudu sanamu na aabudu, atakaye kuabudu mawe na aabudu, atakaye kuabudu moto, na walikuwa freestyle kwa miaka takriban mingi sana. Azaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwaka wa 570 katika kalenda ya miladi hii yetu hii ya 2006. Sasa ilikuwa ni 570 AD. Mtume sallallahu alaihi wasallam anafanyaje? Anazaliwa. Ujue wamepishana na Isa ibn Maryam. Msikiti wetu huu unaitwa Isa ibn Maryam. Ametofautiana na Isa ibn Maryam. Kuwepo kwake Isa na kuondoka kulichukua miaka 570. Yani walipishana ndani ya miaka 570. Kuondoka kwa Isa na akaja Muhammadi muda wa miaka 570, azaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na nitawaelezea katika darasa hii yetu tunaiita Majalisul Ilm,
nitawaambia insha Allahu taala kizazi cha mtume kuanzia Qusay, sawa, kuanzia Qusay na kurudi, hawa wamezaliwa mwaka gani AD, kila mmoja insha Allah tawaelezea. Haya yote ni kumjua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume Muhammad alihifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hata hakuingia katika anasa za ujana. Unajua vijana kuna stage wakifika, kuna kwaga na ile adolescence, ndio hiyo stage. Hiyo stage inasumbua wengi, miaka 14 15 hapa kupanda kidogo, hapo kuna balaa ya vijana. Hiyo haikumshawishi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kwamba baadhi ya vitabu vya tarikhi vinatugusia kidogo namna Mtume alihifadhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Zama hizo kulikuwa na mambo ya vijana pia, miziki hii midundo ipo. Zama hizo ilikuwepo mziki mahali fulani, watu wanakwenda wanacheza wanatangamana wanaume kwa wanawake, ilikuwepo hata zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa Mtume akiwa katika hii umri, baadhi ya tarikh zinasema Allah alimhifadhi sana, alitamani angalau pia aweze kushuhudia wale hufanya nini kule. Hakutaka kushiriki, lakini kushuhudia, watu wanaenda kule kufanya nini, kwenda kuchungulia. Mwenyezi Mungu hakuliruhusu hilo litokee, hakuliruhusu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuajiriwa na mtu anamchungia mbuzi na mifugo, na kawa wako wawili na kijana mwingine wanafanya shughuli ile ya kuchunga. Basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaomba ruhusa, kwa sababu kulikuwa na hiyo festival ya hiyo muziki sehemu ya mbali, kijiji cha pili kule, ataka kwenda kuona naye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akapewa, safari ni ndefu, akafunga safari mchana mzima, akaenda mpaka akifika kile kijiji karibu. Festival ile inafanyika sehemu fulani, ya akafika nyumba fulani, akaomba hifadhi kwa sababu ilikuwa ni usiku sana. Akaomba hifadhi atulie, ndio ifike ile mida ya kuanza ile shughuli, afanye namna gani, aende akashuhudie, akaone. Kufika kwenye ile nyumba, Mwenyezi Mungu alimletea usingizi na akalala kabisa mpaka asubuhi. Shughuli zimefanyika usiku. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoka kwenda kuangalia shughuli zile, lakini Mwenyezi Mungu hakumruhusu, alimhifadhi macho yake asione ule upuzi. Akalala mpaka asubuhi. Akiamka asubuhi anauliza, vipi shughuli? Sawa, shughuli ilishaisha kitambo. Hiyo festival haiji tena mpaka mwakani, haiko. Mwakani pia aliattempt tena kufanya namna ile, ikafanyika jambo lile. Mwenyezi Mungu hakumruhusu, alimhifadhi. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Quraishi al-Hashimi. Haya ndio majina yake na sifa zake. Kama tulivyotaja, yeye ni Abul Qasim, anaitwa Muhammad ibn Abdullah, babake anaitwa Abdullah, sawa. Babu yake anaitwa Abdul Muttalib. Kwa hiyo Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, majina haya na si ndio majina watu tunatumia mara nyingi.
Majina mangapi? Matatu. Kila mmoja kuna majina, wachache ndio kwamba kuna majina mawili au moja. Lakini ukienda kwa ID taja majina kamili. Fulani. Majina matatu. Sasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kwamba kuna majina ya mbele, sawa? Kuna majina ya kuendelea mbele. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Quraishi, ni Mquraish. Quraish ni kabila, sawa, ndani ya makabila ya Kiarabu. Yani Waarabu kwa jumla umegawanyika takriban 40 mara 40. Sisi sema huko Western, sisi kuna Waluya wako takriban mara ngapi? 18 ama 12. 18. Ukienda kule Coast utapata Mijikenda wako na 9, si ndio? Basi na hivyo Wajaluo sijui wako mara ngapi, Wakikuyu pia wako hivyo. Basi kila kabila iko hivyo, kuna subclans, ndio? Na pia vile kwa Waarabu iko hivyo. Ile ya juu kabisa ambapo kwamba ilikuwa ikiheshimiwa na kupewa heshima kwa Wasomali pia iko, si ndio? Wamegawanyika, wako wengi, si ndio? Kadha wa kadha, kuna hizo subclan ziko. Kuna ile ya juu kabisa ambapo kwamba unajua bana, hawa bana ndio mabwenyenye bana. Katika Waluya pia sisi pia tuko na nini? Kuna wale ambao kwamba tuna mabwenyenye. Kwa Waarabu wale mabwenyenye walikuwa ni Makuraishi. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alibahatika naye akatokamana na kabila au subclan yake ilikuwa ni nini? Ni Mquraish. Azaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mwezi ikiangaliwa Hijri ilikuwa ni mwezi wa 3, sawa, katika kalenda ya Hijri. Katika kalenda ya miladi ilikuwa mwaka 571 June, wanasema ndani ya June Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa June mwaka 571. Huwa Rasulullah, yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ila al-insi wal jin, ametumwa kwa wanadamu na mpaka kwa majini pia. Yeye ni mtume wa viumbe wote wawili, sawa. Ar-rasulu ila thaqalaini, asema ar-rasulu ila thaqalaini, ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenda kwa viumbe aina mbili, mwanadamu na majini. Hawa wote huko mbeleni tutakuja kutaja historia pia ya hawa viumbe insha Allah Taala. Kwa nini wao wanafaa pia kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Walipewa sheria gani mwanzoni kule? Yote haya tutakuja kuyazungumza insha Allah Taala. Ursila, alitumwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amemtuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili arudishe ulimwengu mzima kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Akasema ursila liyuida alalamina ila tauhidillahi wa ibadatihi. Alitumwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu ili arudishe watu. Watu walikuwa wamepotea sana. Watu walikuwa wakiabudu miti, mawe, wengine wanaabudu wanadamu, wengine wanaabudu moto, wengine wanaabudu upepo, wengine wanaabudu mpaka wanawake, kwa sababu wanasema bila mwanamke usingekuwa duniani. Kwa hiyo huyu anafaa kuabudiwa. Mpaka leo si unasikia kuna wengine wanasema wazazi wako ni Mungu wako wa pili. Hii imani sisi Waislamu hatuna. Wazazi
ni viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, wanafaa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe kwako unafaa kuwapatia heshima na kuwafanyia vizuri, lakini hufai kuwaweka kwenye daraja kwamba mzazi ni Mungu wa pili. Mungu ni mmoja peke yake, sawa. Kwa hiyo kwa kauli hii ikapelekea wengine wanaabudu mpaka wazazi wao kwa kiegezo hicho cha ya kwamba wao ndio wamekuleta duniani. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaleta wanadamu na hawa masahaba, akawaleta kutokamana na kuabudu viumbe wengine tofauti, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na akafanya bidii ile kwa muda wa miaka 23. Kwa muda wa miaka mingapi? 23. Bidii ile akaifanya kwa juhudi kubwa sana. Na yeye ni nabii na ni mtume. Ako na daraja ngapi? Ako na title ngapi? Yeye ni nabii na yeye ni mtume. Bimaana huwa nabiyun wa rasul. Yeye ni nabii tena ni mtume. Tofauti yake ni nini? Tuelimishana, si ndio? Tofauti ya nabii na tofauti ya mtume ni gani? Nabii ni yule ambaye amepewa wahi. Sawa? Akipewa wahi, kuna wahi mara mbili. Kuna wahi anapewa mtume, abaki nao. Sawa? Na kuna wahi anapewa mtume, hafai kubaki nao, afaa kupeleka mbele. Ya ayuhal mudaththir, nakumbuka hiyo aya Qum faandhir wa rabbaka fakabbir. Hii ni amri. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa qum faandhir, simama na uwapatie indhar watu. Ilikuwa ni utume anapewa wahi, na hapo hapo pia anaambiwa ufanye namna gani? Fikisha kule mbele. Sasa mtume ikiwa ataambiwa yeye ni mtume na afikishe kule mbele, atabeba title ngapi? 2. Atabeba kuwa nabii na atabeba kuwa mtume. Akipewa wahi na akabaki nao tu bila kuamrishwa afikishie watu, basi atabaki kuwa yeye ni nabii. Ni nabii tu, si rasul. Ni nabii. Rasul ni wale walipewa wahi na wakaambiwa wahi ule ufikishe kwa wanadamu. Kuna mitume wengi sana, kuna mitume wengi, lakini hao mitume wote si wote waliokuja kuambia watu, kuleta ujumbe kwa watu. Wengine walibaki na hiyo title ya kuwa nabii basi. Kaumu ya Adam ni gani? Kitabu cha Adam ni kipi? Hakuna. Na hakuambiwa afanyeje? Afikishie wengine, akabaki ni nabii. Sawa? Kufikia hapo mumenielewa? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala asema wa ma arsalnaka illa rahmatan lilalamin, hatuja kutumiliza ewe mtume Muhammad isipokuwa wewe ni rahma kwa ulimwengu mzima. Kwa ulimwengu mzima hajatumilizwa isipokuwa yeye awe ni rahma kwa ulimwengu mzima. Tena wa huwa khatamuhum, yeye mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio mwisho wa mitume wote. Mwisho wa mitume wote. Mitume ni wengi, manabii ni wengi. Waliotaja kwenye Qur'ani ni manabii wangapi? 25 wametajwa kwenye Qur'ani, lakini kuna wale ambao kwamba wametajwa kwenye vitabu vingine. Mitume ni wengi sana. Kuna riwaya inayosema mitume wote ni takriban 1,000,000
na 24,000. 124,000. 124,000 ni kidogo ama ni wengi? Wengi. Kwa nini ni wengi? Dunia mpaka sasa hivi alipoumbwa mwanadamu, yani kuanzia Adam mpaka sasa hivi kumepita generation ngapi shekwangu? Generation tunasema bracket ya 100 years. Hiyo generation iko under bracket ya 100 years. Although kulikuwa kuna generation ambazo kwamba zilikuwa zinachukua 1000, kama generation ya nani? Ya Adam, generation ya nani? Ya Nuh, generation ya kina Idris na wengineo. Generation yao ilikuwa inachukua 1000 years. Sawa? Kutoka Adam alipoumbwa mpaka sasa hivi imechukua miaka 10,100. 10,100. Sasa katika generation zingine zilikuwa zinachukua 300. Kuna generation ambazo kwamba zimekuja sasa hivi generation yetu iko kwenye bracket ya 100. Sawa? Yani ukitafuta kwenye dunia utakuja kuangukia mmoja amefanyaje? Amefikisha 100 years, ndio? Wengine wako 110, wengine 105, wengine 120, lakini ako kwenye bracket ya 100. Sasa hebu tuangalie kila generation. Kwa sasa hivi tunasema ile ambayo ina exist sasa hivi population yake ni watu wangapi? Tuseme sasa hivi population ni watu wangapi duniani kote? 8.something billion. 8.something billion. Sawa? 124,000 out of 8 billion ni nini? 124,000 out of 8 billion ni kitu gani hicho? Rudi kwenye generation inayokuja nyuma yake. Tuchukulie labda ni 7 billion, 6 billion, 5 billion. Tutapata billion ngapi? Tuende mpaka labda 30 billion. Alafu utoe 100,000. 124,000 ni kitu gani? A drop. Kwa hiyo ukisema mitume bana wote hao nini? Kumbe si chochote. Lakini kumbe katika hawa wote ambao kwamba ni 124,000, wa mwisho wao ni nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye amebeba generation ngapi? Yeye amebeba generation ngapi? Tunaongelea 1447. Sawa? 1447 years ako hapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wengine hawakupata hiyo, si ndio? Angalia, tunaangalia Mtume Isa alayhi salatu wassalam. Sawa? Gap yake na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam only 570. Sawa? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amedouble. Sawa? Amepiga double. 1447 years akiwa yeye peke yake. Wama arsalnaka illa, na yeye ndio wa mwisho, wa khatamul anbiya wa imamul mursalin. Yeye ndio wa mwisho na yeye ndio imamu wa mitume wote. Walau karihal mushrikun, walau karihal mushrikun. Tumesoma aya hapa, walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau karihal mushrikun. Hata wakufara sema sasa miaka yote ile mbona enda na tawala? Hata mkichukia, yeye alishachaguliwa na Allah
subhanahu wa ta'ala. Maashara almuslimin, Waislamu wanamwamini kwamba yeye ndiye kiumbe bora. Sisi ndio tunaamini hivyo. Tunaamini ni kiumbe bora kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sayyidul bashar, na yeye ndiye kusema kwa wanadamu. Yeye ndiye kusema, yeye ndio baba lao wanasema. Pia vile vile sisi tunaitakidi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipewa isma. Unajua isma yani kulindwa, hakufanya upuzi, hakufanya madhambi, na laiti angefanya Mwenyezi Mungu alishamsamehe. Allah asemaje? Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah alishamsamehe madhambi yake yaliyopita. Hakukuwa na madhambi bana, hatusemi alikuwa na madhambi, wala yale yanayokuja Mwenyezi Mungu alishamsamehe. Kama angefanya alishamsamehe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo sisi Waislamu na'taqidu fihi al-isma, tunaitakidi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ma'sum. Sasa yani martakaba al-kaba'ir, hakufanya miongoni mwa madhambi, hakufanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipo nani anakumbuka dhambi ambayo Mtume amefanya katika historia? Imetajwa gani? Hakuna. Lawama ndogo tu za kibinadamu ndio ziko kwenye Qur'ani, si ndio? Kama mmoja wapo gani ambaye anajua, atakayejua nitampatia zawadi. Naam, asali. Ishu ya asali moja wapo ni hiyo. Nyingine abasa wa tawalla, alilaumiwa kwa hiyo. Nyingine bas tosha, lakini ni kibinadamu kidogo tu, sawa. Na hii ilitokamana, hiyo ya asali ilitokamana na wivu ya kina Aisha. Wakaleta wanawake kuna matatizo bana, wanawake kuna matatizo sababu alienda mahali kwa mmoja wapo katika wake zake, akakaa huko kidogo, akachelewa huko kidogo, kurudi huko apata bana wanawake wamejikusanya, wakuna kampeni, mbona amekaa kwa fulani sana. Aisha ikiwa namuuliza, mbona ulikaa kwa fulani sana? Akasema alikuwa na ramba kidogo nini? Asali. Alikuwa anapenda sana vitu vya sukari. Mtume alipenda sana vitu vya sukari. Ndio katika tarehe tunaambiwa, nikimalizia, Mtume sallallahu alaihi wasallam ana mama fulani anamletea mtoto wake, anamshtakia, anamwambia, ya Rasulullah, huyu mtoto wangu anapenda sana kuramba sukari, nikiweka kidogo kama ni asali nakuta hakuna. Mkanya huyo, si ni kawaida. Hata utasikia Sheikh ameletewa kijana, Sheikh bonge na kijana wangu ananisumbua nyumbani hivi na hivi, si ndio? Ama utapeleka shuleni, si ndio? Ama kwa mwalimu wa duksi. Hivyo Mtume aliletewa mtoto mdogo anapenda kuramba sana sukari. Wakati ameletewa, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakumkanya pale. Alimwambia, mama, ngoja kidogo, rudi siku fulani ndio niongee na nani, na huyo mtoto. Kwa nini alimrudisha? Yeye mwenyewe alikuwa anapenda sana sukari kuramba, so ilikuwa hakuweza kumkanya ule mtoto kuiramba nini, sukari. Alikwenda kwanza kujikontrol yeye mwenyewe kwanza. Sasa ndio sikuje kile ile lima taquluna ma la tafalun, unaona, akajikontrol kwanza, alafu ndo sasa akamkanya mtoto. Sasa Aisha anapata habari kwamba Mtume anafanyaje, alibaki kule kwa sababu ya sukari ya asali, aliitia ila. Aisha alianza kuitia ila. Unajua asali inatengenezwa na nini wewe?
nyuki tabia yake unaijua? Nyuki ataenda kwenye mkojo, kwenye uchafu, sukari, maua, kila kitu atakusanya hii ya Rasulullah, alafu alete atengeze asali. Wewe unafikiria hii asali inaweza kuwa ni halali? Anaona mchallenge Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imetengezwa na hizi vitu. Asa nyuki anachukua hii. Sasa zingine utakuta sisi tukisoma shuleni zamani, unaelewa shule zetu sisi bana za Kenya, mahali pa watoto kwenda haja, especially mahali pa kukojoa, watoto wamekiwa ukuta pale wanakojoa pale. Jua likiwaka hivi unakuja unakuta nyuki wamepangana pale, wanachukua raw materials, wanachukua materials za kwenda kufanyaje, kutengeza. Sasa Aisha anatumia hali kama hii kumwambia Rasulullah, bana, hii kama si nzuri kwako. Na ile likaimwingia kweli Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kweli ikiwa kweli nyuki anatengeza asali kupitia hivi vitu, basi ni kama asali ni haramu. Ni kama asali ni nini? Ni haramu. Akaanza kuacha asali, sasa hakuli asali. Haikupita muda, Mwenyezi Mungu hakumspare, alimteremshia aya, ya ayuha nabiyyu, wewe mtume wa Mwenyezi Mungu, lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak, mbona unaharimisha kitu ambacho ni halali Mwenyezi Mungu amekuhalalisha? Tabtaghi mardata azwajik, unafuata maneno haya ya wake zako hao. Hiyo ni lawama alilaumiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu na abasa wa tawalla, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtume alikuwa siku moja anaongea na watu mabwenyenye kweli tao, watu kubwa kuna senti zao. Mtume akaona hawa watu nikiwapiga da'wa wakaingia kwenye Uislamu utapata nguvu. Alafu kidogo Abdullah ibn Maktum, huyo alikuwa ni kipofu, akawa anamuita Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, anataka kuuliza baadhi ya vitu. Sawa, yeye already ni Muislamu, wale ni makufaru. Mtume anafanya da'wa ili waingie kwenye Uislamu. Wakiingia kwenye Uislamu utapata nguvu. Sasa kidogo Mtume akaona, huyu sasa ni Muislamu tayari bana, ngoje kidogo, acha ni focus na hawa. Kwa hiyo akampuuzia, hakumsikiza, hakuitikia mwito wake. Mwenyezi Mungu alimlaumu kidogo, akateremsha aya, abasa wa tawalla, amekunja uso na kuwapa nyongo, an ja'ahu al-a'ma, kwa yule kipofu kumjia na kumuita. Yani akamdharau kipofu na kuzingatia wale wengine. Kidogo lawama ilitokea hapo, lakini madhambi aliyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ile yosema hii ni dhambi amefanya, la. Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu ndio mtume, tutamuongelea mtume, tutamsifu, tutaongelea hadhi yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka ingie kwenye roho yetu mahabbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tukutane katika jalsa ya kesho insha Allah taala. Wallahu يقول وبقوله يهتدي المهتدون. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.